Leo nimewaletea story. Hii story ni ya mwanamke mmoja hivi yupo kwenye ndoa. Sasa naona huyu mwanamke ndoa inataka kumshinda. Kwa sababu nimejaribu kumwambia, wewe mwanamke ndio uko na shida, mwanaume hana shida, ni mbishi. Sasa tumeamua tulilete hili swala kwenu. Mseme kati ya huyu mwanamke na mwanaume nani uko na shida? Anasema hivi, mimi ni mama wa watoto wawili, nimeolewa. Ndoa yangu ina miaka 7 sasa, lakini nimechoka na huyu mwanaume jamani. Mimi nimetoka katika familia ya kawaida, lakini wazazi wangu walikuwa wananipa kila kitu. Hivyo nilikuwa sijawahi kukutana na shida kabisa. Yaani kabla hajaolewa na huyu mwanaume alikuwa anahudumiwa kila kitu. Na anasema yeye hakuwahi kukutana na shida. Yaani yeye shida hajawahi kukutana nayo. Anasema tuendelee. Nilikuwa sijawahi kukutana na shida kabisa. Mume wangu ana kazi nzuri na mshahara wake kwa mwezi ni kama milioni 8. Watu wanapokea mshahara milioni 8, mume wake anapokea mshahara. Lakini ni mbaili sana mpaka anachoka. Yaani mwamba ni mbaili bara. Yaani mume wangu ni mtu wa kulalamika kuwa nina matumizi mabaya ya pesa. Lakini pesa anayonipa ni ndogo sana. Ananunua kila kitu humu ndani. Huyu mwanamke vipi? Ananunua kila kitu humu ndani na kila mwezi ananipa matumizi ya 700,000. Dada deki. Yaani anasema mume wake ni mbahili. Pesa anayompa ni ndogo. Na kabla hajampa hiyo pesa, ananunua kila kitu cha ndani. Kila kitu ananunua. Yaani sijui sukari, chumvi, ngano, yaani kila kitu huyo mwanaume anamnunulia huyu mwanamke, anamwekea ndani. Halafu anampa na matumizi ya shilingi ngapi? 700,000 kwa mwezi. Huyu mwanamke chizi. Sasa huyu mwanaume mbahili wapi? Anasema imagine 700,000 na ni mtu anapata milioni 8. Huyu mwanamke anatamaa kwa baba yake. Yaani mwanaume anamnunulia kila kitu ndani, kila kitu anamnunulia. Yaani kila kitu cha ndani ambacho kinahusika, sijui mboga, sijui nini, chumvi, sukari, mafuta, sijui nini, maji, sijui. Yaani kila kitu anamhudumia. Halafu anampa na 700,000 ya matumizi tena. Halafu anasema huyu mwanaume ni mbahili. Halafu anasema imagine mtu ananipa 700,000 na ni mtu anapata milioni 8 kwa mwezi. Ina maana anatamani sana hela ya mume wake. Si anataka leo anagana sawa. Ukimuuliza anapozipeleka hizo nyingine hata ujui na kuishia kugombana. Yaani anamuuliza mume wake, unanipa 700,000, hela zingine umepeleka wapi? Sasa nataka ujue za mume wako ili wewe. Tuendelee. Kuna wakati mume wangu alinipa milioni 10 kwa ajili ya kufungua biashara. Lakini hiyo biashara ilikufa. Na hicho ndicho kimekuwa kitu cha kunitesa kila siku. Yaani jamaa alimpa milioni 10 ya mtaji huyu mwanamke. Alipompa hiyo milioni 10 afungue biashara, biashara ikafa. Sasa tujue alifungua biashara gani. Sio kama mimi ni mzembe, anajitetea. Anasema sio kama mimi ni mzembe, lakini nina matumizi yangu jamani. Alikuwa hanipi hela ya maana. Yaani ile 700,000 ambayo alikuwa anampa sio hela ya maana. Yaani ile 700,000 ambayo alikuwa anampa kwa mwezi, hiyo kwake sio hela ya maana. Sasa tuone alipompa hiyo milioni 10 alifanyaje. Wanawake nyinyi. Alikuwa hanipi hela ya maana, nikimwambia kuwa okay jamani. Hii story ni ndefu. Kwa hiyo nikaona kuiposti huku Facebook story nzima, vipande nikaona haiwezekani. Ukitaka kuiona story kuanzia mwanzo hadi mwisho, ingia YouTube, search Sunday Olise hivi. Au angalia link nimeweka kwenye comment hapo. Ukigusa hiyo link itakupeleka moja kwa moja YouTube. Ukiwa TikTok, ingia pale TikTok. Angalia hapo kwenye yani kwenye jina langu hapo. Utaona kuna link imeandikwa Mnazingua Comedy. Ukigusa hiyo link inakupeleka moja kwa moja YouTube. Na kama unaona unachelewa, unaweza ingia YouTube ukasearch Sunday Olise. Jina hili hapa.